Subscribe, like Radio 360. Inawezekana katika maandishi ukaika mezania kati ya mechi ya Yanga na Mungu iliyopita na mezania kati ya Yanga na JKT. Mechi kubwa sana ilikuwa itakuwa ngumu kwa Yanga ni Yanga na JKT. Kwa kuangalia historia zao kati ya Yanga na JKT katika miaka karibuni. Kwa sababu Yanga na Mungu alishinda Ruangwa 60 mara mbili, hajawahi kufungwa kwa Ruangwa. Anapata matokeo mazuri tu. Kwa hata na Mungu ile mizania makaratasi atukuwekea nafasi ya asilimia, tuwekea guest kwamba 50% kwa 50%, kwa 48 kwa 52 kwa Yanga. Kwamba hata itakuwa mechi ya kwa ngumu vipi kwa na Mungu, Yanga atashinda kwa ushindi wote. Ile mechi ya na Mungu. Hata mechi itakuwa ngumu vipi lakini Yanga atatoa matokeo. Yaani ile ndio inaitwa uwe na sababu za kibingwa. Yaani ile ndio sababu za kibingwa. Yaani kuna timu inakuwa na methodist za kibingwa, zile tabia za kibingwa kwamba mechi ishakuwa ngumu lakini point yetu muhimu isikosekane. Hizo ndio mito za kibingwa. Nakumbuka kama mwaka 2023 cha Liverpool ile Uingereza, yakina Van Dijk, Liverpool ile yakina Mo Salah, yakina Sadio Mane, na ile Muingereza yule Brazil yule, unaona ilikuwa Liverpool moja hatari sana mpaka dakika 90 tunaondoka. Unaweza kutoka huko bila. Lakini ile tatu ziongezwa zile na Taarifa kashinda goli moja. Nani Van Dijk si nani? Maana mpaka ubingwa kachukua kama mara mbili mfululizo pale Uingereza. Yaani mechi inakuwa ngumu akilipa watu matokeo. Hii ikajenga tabia za kubingwa. Na bingwa na tabia hizo. Hata mechi Yanga na Mungu. Yaani ilionekana kwamba inawezekana mechi ile ikawa ngumu kwa Yanga. Lakini Yanga akatoa matokeo kwa hali yoyote. Ndio tumeona kwamba hata unaweza kucheza mpira mbovu lakini matokeo kwa msingi point zisipatikane. Yaani ndio tabia za kibingwa zile. Sasa JKT alikuwa na mizania ile kwa inawezekana sababu watu wanasema Yanga ni mbovu, kumbe hujui kwamba muda kipindi timu inacheza katika mfumo ambao sio pasi unapitia. Yaani kwa siku na kuamka yani vizuri kazini, hata mwe katika maisha yako na siku amke vizuri kazini. Na Yanga kuamka vizuri lakini kuamka vizuri wake kaondoka na pointi moja, na pointi 3 na goli moja. Maana ndio vile. Usipoteze game. Kwa hiyo kalipanga kwa mechi iliyofuata ambayo ilikuwa mechi za JKT Tanzania. JKT Tanzania ni timu ambayo kwa msimu mrefu kunaongoza ligi na ni timu ambayo ina performance tosha kabisa na ina wachezaji wengi wakubwa ambao wamekuwa pale JKT. Sababu hata jana wakati nikaa naangalia ile mechi ya JKT Tanzania na Yanga, tuko tangaza lineup. Uko na lineup ya timu ya Yanga, nikasema kikosi cha Yanga hiki kakosa mtu mmoja tu kaingia hapa Mudasiri haya, lakini ukimwondoa Mudasiri kaingia Damalo, ni kosa ambalo kocha Yanga mechi ya mwisho ya klabu bingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie pale Zanzibar, ambacho washabiki wengi walikipenda kile kikosi. Kwa kocha kama msikivu kwamba ili nirudishe hali ya kujiamini hapa, na muingiza nani, na muingiza Mudasiri katika mechi Yanga na Kabylie, lakini kwa mechi Yanga na Kabylie ilikuwa anacheza nani, anacheza pale Damalo, ndio ingekamilika ile. Maki Mwarabu alishinda kushikilia bomba kusikile. Nilipokuona kusikile nikasema hapo kuna lote zikatokea. Hebu Mungu niangalie Tanzania. Tanzania kuna mechi kwa Edward Songo. Scorer top score championship anaipandisha timu ligi kuu. Edward Songo yuko benchi. Hiyo unazungumzia kina Bryson, unazungumzia pale watu ambao wako wakina nani hao? Akina Edward Manyana nani wanasema lala ni Makame wako pale. Ni watu ambao ni watu wa kucheza mpira wa kutosha pale JKT Tanzania. Ni watu wa maana sana. Kwa mechi imeanza tumeona mentality ya Yanga ya kibingwa, goli 5 tumeziona. Ambao Yanga anacheza kulingana na wewe na kucheza unapokuja. Tu katika meza na mpira kwani kuna tabia za kibingwa. Wewe unakujaje kwangu? Ukipossession tapossession, ukinichukulia mkubwa zaidi utakuwa nifunge, lakini mkubwa ndio siko hivyo, unakomea ngumu kuzifunga, unakuja kuadhibiwa wewe. Hapo sio utataka kupishana naye. Na Mungu alikanima mpira, alimheshimu Yanga na Buda alijua kwamba mimi huyu Yanga simwezi, lazima nicheze hivi. Alipofungwa ndo akabidi afurukuke. Hasa kufungwa kwa timu kama kwa Kibasi wanaweza. Tumeona kimataifa kule wana Kibasi mpaka dakika 90, wengine wana goli mpaka dakika 80, tunaona. Wewe kwa mechi kama na Mungu kwa Kibasi ni jambo la kawaida sana. Kwa mimi sikuweza kutishika na hilo. Kwa mwisho wa siku niseme tu kwamba ile hali ya Yanga ambayo ilikuwa ni hali nzuri tu, mchezo jana wameamka vizuri tu, performance hata matokeo. Timu kama Yanga Afrika
unapocheza nayo katika hali ya kawaida tu katika mpira, hizi timu ndogo na timu kubwa, kuna kitu cha discipline, kwamba JKT yeye alikuja na mezania ile kwamba yeye ana uwezo wa kupishana na Yanga, kitu hakiko sawa. Kwa hiyo hata wengine pia kwa hivyo, unapocheza timu kubwa kama Yanga ambaye ana pesa na pesa kutosha, ile kuna siku kwa jambo litakuja kutokea. Mtu ambaye JKT imemtokea kwamba Yanga anakuwekea dozi kulingana na wewe unapofuta. Kwa hiyo tumeona mechi nyingi sana kwa hiyo yetu ishia